Bajeti yako inakuwa gani, kuanzia kiasi gani yani ili mtu uende naye sawa, umfanyie jambo lake na umfanyie promotion jambo lake? Yani kiwango chako inakuwa gani, bei gani? Siwezi nika promote kitu chini ya tueleze ndani ya Chris TV bwana. Tueleze, watu wanaangalia huko, wanataka kujua bwana, wanataka kushare na wewe vitu. Kima cha chini sio mbaya kwenye biashara, hata wauza nguo. Si unaona unaenda sisi ni wale tulobarikiwa na Mungu na tupo kwenye mitaa yetu hii hapa hii. This is Chris TV. Unaenda kuangalia Star on City kwa siku ya leo ambao tumeweza kubarikiwa Mungu. Bwana, ni kitaani, ni barabara ya Kateswa ili hapa hii Urban Center, ndipo ambapo kama unavyoona hii hapa view. Usiniulize mambo mengi sana, kwa wenyeji wanapajua. Ila kama wewe ni mgeni, basi hapa ni Kateswa ili Urban Center, ndipo mahali ambapo unaponiona nimeweza kusimama. Lakini nilichoweza kuambia kwamba unanitazama kupitia Chris TV hapa na nakwambia Chris ni wengi, ila Chris TV ni moja tu hapa Rumonge, ndipo ambapo tunapoweza kwenda kuangalia info tofauti au kupata update tofauti za kiburudani. Isho boy Mo Nyandu, ukipenda nite fuku inakuwa fresh, ukipenda nite staff kambo inakuwa poa. Ukinita Mswahili, mitando hii hapa, mimi nakuongoza kwenda kutazama au kwenda kujionea Star on City hapa hii, ndio tunakwenda namna hii hapa hii kwenda kucheki. Yo boy Luku Mtiti. Ankali. Inakuaje mwanangu? Sana mwanangu. Uko poa? Freshi. Naona umetulia mwanangu. Nimetulia. Umechili mwanangu, umewaka mwanangu, umependeza hata. Unaanza mambo yako. Mwanangu naona umeshine mwanangu. Kawaida. Umetokelezea hatari mwanangu. Unaanza mambo yako sasa. Bwana, shika kwanza hapa zawadi yako bwana. Hapo ndo zawadi yako ambayo imenifanya leo kwenye Star on City tuweze kukutafuta Luku Mtiti. Bwana, umeonaje? Niambie. Upo vipi mwanangu? Fresh. Vipi Ramadhani? Kwanza Ramadhani tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tunaiendesha na tunamaliza kwa usalama na amani. Sawa. Bwana, Luku ni wengi lakini Luku Mtiti ni mmoja tu. Huyu hapa ndani ya Chris TV kwenye Star on City ndio mshikaji ambaye ametufanya sisi kuja kutokelezea maeneo haya hapa, au wewe hapo kuja kututazama kupitia Chris TV hapa. Bwana, Luku kama Luku ana jina kubwa sana. Luku kama Luku, kwanza kwa jina lake alilopewa na wazazi anaitwa nani? Mimi jina ambalo nimepewa na wazazi wangu ni Lukman. Lukman. Ilipokuja Luku, kwanza kuna Luku na kuna Umtiti. Ukizungumzia Luku ni mtu mwingine. Lakini ukizungumzia Luku Mtiti ni mimi mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Ndio maana mgeni yoyote yule akifika Muhiru Monge, sawa, akaulizia hivi unamfahamu Luku? Lazima utaulizwa kwanza Luku yupi. Lakini ukifika Rumonge sasa unamfahamu Luku Mtiti, unaweza kuambia namfahamu. Kifupi ndio hivyo. Ilikuwa kwaje mpaka ukajibrace au ukajibatiza hilo jina ambalo la Luku Mtiti? Maana naona ni jina ambalo lina fujo nyingi sana, lina usta wake mkubwa sana ndani ya mitaa hapa ya Rumonge kupitia Kateswa ile Urban Center hapa. Kwanza Umtiti ni jina ambalo nimepewa. Baada ya kulipewa nikawa nimelipenda. Na ndio maana ukitizama kwenye Facebook kwenye mambo yangu mengi tu waga najiwish kama vile Luku Mtiti. Luku Mtiti. Luku Mtiti, kwanza Luku Mtiti ni brand. Kijana ambaye naishi na watu vizuri, naishi na vijana wenzangu vizuri. Na ukisikia mtu ameniongelea mimi kwa mabaya, huyo mtu basi kuna watu nakutana hatufahamiani, sijawahi kumkosea. Umeona, hanijui, siongea naye, lakini unasikia tu anafikia itape kwa kunisema vibaya, kukuchafua, kwamba anaanza kuchafua brand ya unajiuliza sasa huyu mtu ananisema hivi vibaya, nishamfanyia nini? Au vioni? Ndio hapo sasa. Bwana, wewe ni kijana ambaye una focus sana kwenye masuala ya kijamii. Una focus sana kwenye masuala ya entertainment. Mara mwisho mimi kuweza kukufahamu au kuja kuonana na wewe kabisa, tuliweza kuonana kwenye party ambayo iko inaitwa Bye Bye Vacances. Ilikuwa ni party kubwa sana ambayo kwa mwezi wa Ramadhani tunaizungumzia, lakini ni sehemu ya matukio ambayo ya sisi ambao vijana tunajihusisha nayo. Sio mbaya. Ilikuwa kwaje? Fikra ilitokea wapi mpaka wewe kupata hiyo idea ya kukusanya vijana wenzako kwenda mahali kuenjoy? Kwa sababu tunaamini kwenye kujipa furaha ni sehemu ya tiba ili kuondoa msongo wa mawazo. Kuna ugonjwa unaitwa msongo wa mawazo. Ili uweze kuondoa lazima ujipe furaha, yani ucelebrate.
wewe unawafanya vijana kwenye sehemu ya kucelebrate ili kujiondoa kwenye msongo wa mawazo. Hiyo idea ilitoka vipi au ulipata-pataje mpaka ikawa nini? Ya tukizungumzia party ya Bye Bye Vacances. Sasa kwanza mwanzilishi ni mimi. Na mimi ili niweke ile party. Okay. Kwanza mbele ya yote, ukitizama Muhiru Monge yetu, kuna vitu fulani kama havipo, Hiru Monge yetu haichangamki. Bado hajachangamka. Haijachangamka. Kwa Luku Mtiti unaona kwamba bwana lazima nichangamshe bwana. Akilini ukaja mwanangu kaona lazima tuchangamke. Lazima tuchangamke. Sasa ni party ambayo niliandaa tu ili sisi wa vijana, sisi wahuni, tuka celebrate kule Gakora. Maana ukitizama katika party ambazo zilikuwa na promo kubwa Muhiru Monge. Sasa ile party ya Bye Bye Vacances ilikuwa na promo kubwa sana yani. Na ni party ambayo nilitumia nguvu sana kunako masuala ya kuipromote. Maana mimi kwenye swala la kupromote mimi niko vizuri sana brother. Okay. Umeona? Kwa ile party kwanza imeitwa Bye Bye Vacances. Bye Bye Vacances ni kuaga, yani wanafunzi kama vile wanaaga yani ile wanaaga ile konje yao, ile livu kubwa vile unaiona. Sawa. Na ndio nikaona ili wale wanafunzi juu kuna wanafunzi na kuna ambao hawasomi. Kwa ile party ilikuwa ni ya wanafunzi na ambao hawasomi. Ambao ni wageni, inawezekana mtu katoka Bujumbura akaja kutembea Rumonge. Kwa kaka wiki kama mwezi wake mmoja au miezi yake miwili mitatu, anaona bwana mimi narudi zangu Rumonge, kwa tunakutana tunaenda kuagana bwana Bye Bye Vacances kule. Sasa na ndio ilikuwa habari ya mjini. Kila mtu ilikuwa ni Bye Bye Vacances, Bye Bye Vacances, Bye Bye Vacances. Na ni nini ambacho kinachokufanya mpaka uweze kuaminiwa? Sasa kwenye swala la vitu vya watu kama vyombo vya usafiri, yani ni nini ambacho na watu kuamini wewe unachangisha pesa wakati event bado haijafanyika au show bado haijafanyika, lakini watu wanakuamini, wanakugea pesa, umenielewa? Watu wanakuamini, wanakuambia kabisa kwamba gari tutapata, umenielewa? Nini ambacho kinachopelekea mpaka wewe upate uaminifu huo kwenye jamii pamoja na kwenye watu wenye vitu vyao? Kwanza kwenye swala la kuniamini, unajua mtu anapokuwa anakuamini ni sawasawa mimi nikupe pesa yangu 10,000, umeona? Alafu nakwambia hivi, nilindie 10,000 yangu. Utainipa baada ya mwezi mmoja. Huyo mwezi kufika, nimekuja, umenipatia na hiyo 10,000 vizuri. Mimi sio tu kwanza nafanya party. Hii party ya Bye Bye Vacances ni party ya 3. Na ili ifikie mtu ameniamini ni kwa kuwa tu ya kwanza alinipa pesa yake kwenye party hivi fulani. Nikamuonyesha uaminifu wa utekelezaji. Sasa nikamuonyesha uaminifu, na ndio maana hata kwenye party ya pili aliniamini vile vile na kujua kwamba kama huyu mtu kwenye ile party ya kwanza alinionyesha uaminifu, hata hii party ya pili nikimpa party yangu na nikimpa pesa yangu, yani pesa yangu itakuwa imeenda sehemu salama. Sasa mimi nishafanya party 3. Nilifanya party ya kwanza, nilionyesha uaminifu, watu wakaniamini, na ndio maana nilifanya party ya pili, watu wakanisupport pia vile vile. Na nilifanya party ya 3 na watu waliniamini vile vile, na uwezo wa kufanya party ya 4 na watu wakaniamini vile vile. Ndio vile unanielewa. Mimi nishafanya party 3. Party ya kwanza nilifanya kwa Mzee Wai, party ya pili nilifanya kwa Vuvuzela, party ya 3 ndo nilifanya ilikuwa sasa nifunika sasa Bye Bye Vacances. Bwana Isho Boy Mo Nyandu, kipenda nite fuku kinita staff Kamboy na Kopoa, ukiniita Mswahili mi kazi yangu ni ndani ya Chris TV kukuweza kuhakikishia kwamba mitaa yote yanapata update zilizonyooka za burudani. Leo nipo na Luku Mtiti, nishakwambia hivi, Chris ni wengi lakini Chris TV ni moja, na Luku ni wengi lakini Luku Mtiti ni mtu mmoja ambaye tunaye hapa. Bwana Luku, katika unachokifanya kufanyia promotion ya masuala ya mapati na vitu vingine tofauti, inakulipa au unakuwa tu unafanya for fun, au watu wanaokufuata yani wanakupa tu yani na unawafanyia tu for free? Wewe inakulipa kweli, inakuingizia? Kwenye swala la kusema eti ni silipu ni vitu ambavyo haviwezekani, maana sasa mimi ni promoter kwanza. Ni sawa uwe na party yako. Unahitaji kufanya party alafu haujiamini kwenye swala la kupata watu. Unasema mimi party mimi nikifanya mwenyewe watu sasa juu party ni watu bro. Sasa umeona? Mimi party mwenyewe nikisema eti mimi niandae peke yangu. Siwezi bila kumtafuta nani, bila kumtafuta Luku Mtiti. Kwa hiyo tunaikaa tunaongea, kila kitu ni maelewano na tutaelewana. Siwezi nikakupiga sana lakini kila kitu ni maelewano. Sasa wewe budget yako inakuwa gani, kuanzia kiasi gani yani ili mtu uende naye sawa, umfanyie jambo lake na umfanyie promotion jambo lake? Siwezi kiwango chako inakuwa gani, bei gani? Siwezi nika promote kitu chini ya eleze ndani ya Chris TV bwana.
Tueleze, watu wanaangalia huko, wanataka kujua bwana, wanataka kushare na wewe vitu. Kima cha chini sio mbaya kwenye biashara, hata wauza nguo. Unaona unaenda hapo soko Prona hapo, ukitaka kununua nguo unauliza bwana, hii nguo bei gani? Muuzaji anakuambia sasa hii nguo bwana kiasi fulani. Wewe ni unajiuza na unauza maarifa ambayo kitu ambacho unachokifanya. Unaaminiwa na unatekeleza. Sasa je, katika kutekeleza kwako, je, kima yani ambacho unachoanzia, yani unapoanzia yani kuzungumza na mtu bwana mimi issue yako hapa kwa birthday hivi, kwa nani hivi, inakuwa ni bei gani? Bwana Nkali, mimi nakuelewa sana. Lakini mimi kiufupi siwezi nika-promote kitu. Siwezi nika-promote kitu chini ya 30. Umenisikia? Alafu kitu kingine watu wanazidiana. Kuna anaweza kaja wewe, aidha mtu mwingine. Pesa ambayo nikakuomba wewe. Sasa ni vitu ambavyo fanya habilingani. Umeona bwana. Lakini kwenye swala la kupromote inatokana na mtu mwenyewe amenifuata aje. Alafu wahuni wangu mfano amenifuata mimi niwapromotie kitu. Sasa nikawaregezea kuliko yule mtu ambaye tufahamiani. Mimi nisha promote vitu vingi. Umeona? Show mliona. Sio vile show. Yani nilikuwepo kwenye Babai Vacancy. Bwana, sasa kwa kuweza swali langu la mwisho, leo umeweza kutuita maeneo haya hapa ndani ya Chris TV na waangaliaji wanaangalia. Hapa ubao unasomeka kwamba ni nani? Agent, sijui ni agent wa Wasafi Village. Kwa nini umetuleta hapa? Kuna nini kinachotaka kuendelea na hapa? Kuna mahusiano gani kati ya Lukumtiti na hii area, eneo hili hapa ila soko Prona hapa? Kwanza hapa tulipo hii ni alimentation mpya ambayo imefunguliwa. Sasa umeona? Na kufungua hii alimentation tuliona kwanza tufanye party ya kuifungua hii alimentation. Juu ukitazama Muiru Monge yetu. Umeona bana brother? Ilikuwa imekosa alimentation ambayo itakaa mjini. Maana ukitazama alimentation iko wapi? Wakabija pale. Mjini tulikuwa tuna alimentation. Ndio maana tunataka tutumie nguvu kubwa kwa kuifungua ili watu waweze kuipokea. Umeona? Kwa tulipanga sisi kama sisi la idea ine. Tutafanya party kubwa. Mambo ya Lukumtiti hayo ndani ya Chris TV bwana. Tupe maududu udambu mwingi tugeo. Umefika brother. Ndio vitu vyangu hizo. Sasa umeona? La idea ine tutafanya party kubwa ya uzinduzi ya kuifungua hii alimentation. Na hiyo party yenyewe itakuwa ni hapa Muwani. Umeona? Yani ni hapa Msite. Yani kila kitu itakuwepo. Itakuwa ni muziki mnono, decoration kila kitu. Kama mnavyojua muziki tunao si Wasafi. Video tunavyo. Umeona bana? Kwa hiyo itakuwa ni party moja matata sana. Maana ukiangalia tuliweka la idea ino kwa sababu la idea ya kwanza watu sana hii la idea yetu hapa Rumonge waga wanasherehekea siku 3 basi. Kuna ile la idea ya kwanza, la idea ya pili na la idea ya tatu. Unakutana la idea ya pili watu wako Gakora, la idea ya tatu wako Gakora. Unakutana la idea ine tunakuwa hatuna sehemu ya kwenda. Hakuna kitu kingine cha kufanyika. Hatuna kitu kingine ambacho tutafanya hiyo la idea ine. Hakuna celebration. Na ndio maana tukapanga. Umeona? Lazima tuifanye hii la idea ine kwa sababu gani? Watu wakosa sehemu ya kwenda wanakuja hapa. Bwana, ndani ya Chris TV ndicho ambacho unachoshuhudia kwa kujionea au ndicho ambacho unachokisikia. Tunaongea na kijana ambaye anatokea viunga hivi vya hapa Rumonge. Kateswa ili Urban Center ndio sehemu ambayo anapatikana. Anaitwa Lukumtiti, ni Star on City ndani ya Chris TV kinamna hii hapa. Isho boy Mo Nyandu ndio nakuongoza namna hii hapa. Nadhani umemsikia na umeelewa ni nini ambacho anachomaanisha. Hivi vitu ni vipo duniani kote. Kufurahi, kusherekea ni vitu ambavyo vinahitajika ili maisha yaweze kwenda. Ili uondoe msongo wa mawazo, unachotakiwa nachokushauri uweze kufanya nini? Uweze kufurahi na uweze kuburudika. Ndio maana si Chris TV tunakuletea burudani nyingi hapa kwenye TV yako hii hapa ya online kutokea hapa Rumonge. Bwana Ruku. Una neno gani ambalo la mwisho labda la kuweza kumalizia ukajazia nyama kwenye hiko ambacho unachokifanya na ambacho unachokiona ili kuweza kuna nini? Kwanza mimi cha kuambia
watu waje kwa wingi kwenye hiyo party. Itakuwa ni franga 17,000. 17,000 ya kwa 35. Sawa. Unajua watu uwezo unazidiana brother. Sawa. Yule ambaye atakuwa na uwezo wa chini atatoa franga 17,000. Na yule ambaye atakuwa labda uwezo wake uko juu kidogo, ndio ni atatoa hiyo franga 35. Bila kumsahau MC mwenyewe. Mimi na imani kwenye hii Rumonge sidhani kama vile tuna MC hata watatu au wanne. Maana ukitizama MC ambaye anaitamba kwa saa hivi ni yule na imani moyo unamjua brother. Bwana Lukum Mtiti nataka kunitupia kwa nani? MC anayotamba Rumonge nani sasa huyo? Ankai haumjui. Sasa Luku siweze kutueleza ndani ya Chris TV hapa hii. Ya MC ni Badi Mabango mwenyewe. Sawa, atakopa kwenye kipaza ili kuweza kucontrol na kuweza kunyoosha ratiba nzima. Maana kiufupi ndio MC wangu. Ukitazama mimi kwenye party zangu zote, aidha kwenye sherehe zangu zote, siwezi nikachukua MC mwingine na wakati Badi Mabango yupo. Maana sioni MC mwingine ambaye mimi naweza nikachukua ambaye anaweza kaifanya sherehe yangu iende vizuri bila kuwa MC Badi Mabango. Sasa umeona bana brother. Na ndio MC ambaye atakuepo. DJ kama kawaida ni DJ Habibu Fizo. Na maana unamfahamu. Sawa. Bila kusahau kuna invitation ambayo tumealika kama kamanda mkuu Aratino. Kiufupi party itakuwa fresh. Watu waje kwa wingi tu celebrate, kikubwa tu ni support yani. Sawa. Bila kumsahau president mwenyewe Ramadan yani. Hata kuepo mshoa mwenyewe. Bwana kama nilivyoweza kuambia Chris ni wengi lakini Chris TV ni mmoja tu. Ndani ya Kateswa hili Urban Center Rumonge hapa Burundi. Kiswahili kisikuchanganye. Isho boy Mo Nyandu kipenda nite fuku. Kinita safi kwa boy na kwa poa. Ukiniita Mswahili, mimi kazi yangu ni kukuletea update tofauti kupitia hapa mitaani au kwenye mitaa yote ya hapa Rumonge na hata kwenye mitaa mingine ambayo inapatikana ndani ya Burundi. Bwana Lukum Mtiti. Cha kumalizia labda kuongea na watazamaji wa Chris TV. Wewe unafanya masuala ya promotion na masuala ya party, lakini safari hii hapa hii umeweza kutuelezea hapa kutakuwepo na dalaidi ya 4, kutakuwa kuna nani? Kutakuwa kuna party ambayo itakuwa kwa ajili mahususi ya ufunguzi wa hapa duka ambalo la kuuza bidhaa tofauti za maisha ya kijamii. Sasa kwenye kipengele kingine kile cha mitoko yetu ya laidi, kwa hiyo ni tunacheza hapa laidi ya 4 tu au kuna nafasi nyingine ambayo kuna hizi idi tunaweza tukapata ladha nyingine kutoka kwa Lukum Mtiti? Mimi ni mtu ambaye napenda watu wa enjoy bro. Sasa umeona kifupi laidi tunaenda Gakora laidi ya 2 na ya 3. Utakuwa kuna usafiri wa kwenda usafiri kule. Sasa mbona unaona wewe tena unasema kwamba laidi kutakuwa kuna gari la kwenda Gakora? Kuna wengine nao pia wametokelezea wanafanya hivyo kama wewe. Utofauti upo wapi kati ya Lukum Mtiti na hao wengine ambao unajua mimi katika vitu ambavyo nimewazidia wa vijana wengi ni kwenye swala la kupromote. Kama niliweza kupromote matukio makubwa nikapata watu wengi wa kuniamini, wa kunipa pesa zao, itakuwaje kitu kadogo kwenda Gakora? Kwenda Gakora ni franga 10,000 tu. Tunatoa Gakora, unafika Gakora fresh yani. Alafu kuna wao wapinzani, mimi siona vile utakuwa umenitendea haki kusema eti unilinganishe nao. Maana mi brand yangu ambayo niko nayo sio kulinganisha na hao watu ambao wanakodi magari. Mimi ni mtu ambaye kwa etapi ambayo nimefia kwenye swala la kodi magari. Mimi ninatulia tu, watu wananiletea hela. Juni sikufichi. Kuna watu kama kupanda gari ya Lukum Mtiti kwenda Gakora, hawaendi Gakora. Na ndio maana laidi ya mwaka jana bei ilikuwa ni franga 7,000. Hivi tuliweka hivi miki vyangu mimi nimeweka ni franga 10,000. Sasa niliweka 10,000 kwa sababu gani? Mimi ninajiamini bro, alafu sio wenyewe tuna majukumu. Kwa hiyo hatuwezi kusema eti tufanye kazi alafu tusipati faida yoyote ile. Sasa ndio maana unakutana kuna watu wanapakilia franga 7,000 ila mimi napakilia franga 10,000 kwa sababu gani? Mimi ninajiamini na watu. Sasa umeona bana bro. Kwa hiyo kiufupi ndio hivyo.
Bwana Luku huyu hapa, huyu Mtiti mwenyewe ndani ya Urban Setter, ndani ya Chris TV ndo ambao unaweza kumcheki. Bwana mimi naweza nikasema bwana shukrani kwa kupiga nawe story siku ya leo. Kwanza timu ya Winston nzima itakuwepo kule Gakora kwa ajili ya masuala ya kamera. Okay. Mwenye picha atamtafuta The Golden. Okay. Na imani wengi wanamfahamu. Okay. Asante sana. Bwana Isho Boy Mo Nyandu kipenda nite fuku ndio ambaye nimekusababishia mpango mzima wewe hapo kuweza kuenjoy hapa ndani ya Chris TV, na tumeweza kuletea Star on City ni Luku Mtiti. Mimi sina la kusema zaidi ya kusema shukrani kwa timu yangu nzima. Shukrani kwa Golden ndio amehusika kwenye videography na pia amehusika kwenye swala la sauti na mipango yote, najua imekwenda vizuri kinamna hii hapa ndani ya Chris TV. Enjoy, ninachokuambia kikubwa subscribe, like, comment, share na mwenzio, tuendelee kupata info tofauti. Lukwe, mimi bwana nakuacha bwana. Asante sana. Fresh poa.